zaidi ya yote tuweze kuona ya kwamba sisi wote, mimi pamoja na wewe ambaye unaisikiliza hii sauti, tutaweza kudhihirishwa mbele ya kila kiti cha Mungu cha hukumu. Msomaji na mtumishi, kitabu ni waraka wa kwanza wa Timotheo 2:1. Kitabu ni waraka wa kwanza wa Timotheo 2:1. Maandiko inasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na nini na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo msomaji na mtumishi, tunaona ya kwamba kabla ya mambo yote tunahitaji nini? Maombi. Kwa hivyo ni sharti uweze kutupa ombi. Asante. Tuweze kuamini tukaombe. Baba na Mungu wetu ishie mahala pa juu, twaja mbele zako wakati huu. Tunakushukuru kwa kipaji cha uhai ambacho umetukirimia sisi, ingawa tumetenda mbali na mapenzi yako. Tunaomba uwepo wako uwe nasi, utusamehe makosa yetu ambayo tumefanya kinyume na mapenzi yako na tumewakwaza wenzetu. Uwepo wako uwe nasi, mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele. Tutayarishe kwa ujio wako wa mara ya pili, kwa kuwa tumeomba hayo kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante sana msomaji. Siku ya jana tuliweza kuangalia mahakama ya Mungu jinsi ambavyo nilianza nikisema. Kwa hivyo siku ya leo tutaenda kuangalia mada nyingine ili tuweze kujifunza kutoka miguuni pake Kristo Yesu. Siku ya jana tuliweza kuona ya kwamba kigezo ambacho kitaweza kutumika ili kuweza kuhukumu wanadamu itakuwa ni matendo au mambo ambayo yatakuwa yameandikwa katika vile vitabu huko juu mbinguni. Na tuliweza kuona ya kwamba wale ambao wanaotenda mema majina yao yameweza kunakiliwa katika kila kitabu cha uzima. Na tuliweza kuona ya kwamba kama umeweza kutenda yale ambayo ni mema na ukaweza kurudia njia zako za dhambi, jina lako litaweza kufutwa kutoka kila kitabu cha uzima. Kwa hivyo siku ya leo, mada yetu ya siku ya leo inasema ya kwamba ni sheria ama amri pamoja na siku ya Mungu. Amri na siku ya Mungu ndiyo mada yetu siku ya leo. Msomaji na mtumishi, amri ni nini? Samahani mtumishi, waweza kutueleza? Tuliweza kuangazia kutoka kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ilituambia ya kwamba wale ambao hutenda dhambi wao hufanya nini? Wao uasi. Kwa kuwa dhambi ni nini? Ni uasi. Dhambi ni uasi. Kwa hivyo katika hizi dhambi ambazo tunatenda, amri ndizo zipo ambazo zinaweza kutufanya ili tuone ya kwamba kila ambacho tumeweza kukifanya ni dhambi au si dhambi. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Mungu aweze kutuongoza katika hii siku ya leo ili tuweze kufahamu hizi sheria za Mungu pamoja na siku yake. Msomaji na mtumishi, kitabu ni Marko. Marko ni 12. Marko 12 28 hadi 31. 28 Biblia inasema na mmoja wapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Endelea. Akamuuliza katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? 29 Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Bwana wetu ambaye ni Mungu ni Bwana mmoja. 30 Biblia inaendelea ikisema nawe mpende Bwana wa Mungu. Nawe mpende nani? Nawe mpende Bwana Mungu wako. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. 31
chochote. Na ya pili nayo anasema ya kwamba mpende jirani yako kama vile unavyopenda nafsi yako. Kwa hivyo tukiangazia amri 10 za Mungu, inatuonyesha ya kwamba amri ya kwanza hadi amri ya 4 ni uhusiano wetu mimi pamoja na wewe na Mungu wetu, ni uhusiano wetu ambao tuko nao na Mungu wetu. Na amri ya 5 hadi amri ya 10 ni uhusiano wetu kati yetu sisi kama binadamu. Ndio maana Kristo anajibu akisema ya kwamba amri ya kwanza ni kumpenda Mungu wako kama vile unavyojipenda wewe. Kwa hivyo ni vyema tuweze kumpenda huyo Mungu kwa kusitii. Ndipo maana Yesu ama Mungu anatupa amri 10. Kitabu ni Kutoka, msomaji. Kitabu ni Kutoka. Kutoka ni 20. Sasa mstari wake wa kwanza. 20 mstari wake wa kwanza, Biblia inanukuu. Hainukuu isema, Mungu akanena maneno haya akisema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza Mungu anasema ya kwamba usiwe na miungu yoyote ila yeye mwenyewe. Kwa hivyo Mungu anamaanisha akisema ya kwamba yeye mwenyewe ndiye anayestahili kufanya nini, msomaji? Kuwa Mungu. Ni yeye mwenyewe anayefaa kuwa Mungu. Endelea msomaji. Fungu la 4 Biblia inasema, usijifanyie sanamu ya kusonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Kwa hivyo tunaona amri ya pili Mungu anatolea kwamba tusiweze kujifanyia sanamu yoyote ya kuchonga. Lakini wakati huu, nyakati hizi ambazo tunaishi, dunia ya sasa, watu unapata ya kwamba wamechonga mifano mingi wakisema ya kwamba huyu ndiye Mungu. Wamechonga mifano mingi wakisema ya kwamba huyu ndiye Kristo. Na hizo ndizo Mungu anasema ya kwamba usiweze kusichonga au kusihudumia hizo sanamu za kuchonga. Endelea msomaji. Usivizujudie wala kuvitumikia. Usivizujudie hizo vitu za kuchonga au uweze kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako. Yeye ni Bwana Mungu wetu. Ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao. Msomaji, fungu la 6 maandiko inasema, nami na warehemu maelfu, elfu na wanipendao, na kuzishika amri zangu. Fungu la 7, usilitaje bure jina la Bwana. Amri ya 3 inatuambia kwamba tusiweze kulitaja jina la Mungu wetu kule Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia, hawezi kumhesabia huyo mtu haki kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kulitaja jina la Mungu kwa hakika, tuweze kulitaja hili jina kwa vile ambavyo inavyofaa. Kwa hivyo hiyo ni amri ya 3 ambayo inatuambia hivyo. Mstari ni wa 8, amri ni ya 4. Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, tena mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana. Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Naam, siku hiyo usifanye kazi yoyote. Mungu anasema ya kwamba usiweze kufanya mambo yote, wewe wala mwana wako wala binti yako au kila kitu ambacho kiko katika nyumba yako au katika boma yako. Inaendelea ikisema, wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango wala mgeni ambaye ako ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya kazi. Maana kwa siku 6 alifanya kazi. Naam, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi. Na akafanya nini? Na bahari na vyote
ambayo Bwana mwenyewe aliweza kuibariki akaitakasa, naye mwenyewe akaweza kupumzika hiyo siku. Na je, swali ambalo tunaojiuliza, tutaweza kuigeuza hii siku Mungu ambayo aliibariki akaitakasa na yeye mwenyewe akapumzika? Msomaji na mtumishi, enda nami hadi kile kitabu, na kitabu ni Malaki. Malaki ni 3:4. 3:4 maandiko Naisema, wakati ule ndipo dhabihu ya Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana, na kama katika siku za kale, kama katika katika miaka ya zamani. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu. Nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi. Nitakuwa shahidi mwepesi mbele yetu, mbele ya wachawi, na juu ya wazinzi, na juu ya wazinzi na masizi, na juu ya wapao kwa uongo, na juu yao wamwoneao mwenye kuajiriwa, Inamaanisha ikisemaje? Kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima, na kumpotesha mgeni, asipate haki yake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hizi amri za Mungu ni amri ambazo ziliweza kutengwa na Mungu, na hakuna yule ambaye ataweza kusibadili. Wakati ambapo tumeona kutoka kitabu cha Kutoka, tumeona amri ya 4, tumefika amri ya 4. Amri ya 5 msomaji inasema fungu la 12. Amri ya 5 Biblia inasema Kutoka 20:12. 12 maandiko inaendelea ikisema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi hii ambayo Mungu ameweza kukupa, upewayo na Bwana Mungu wako. Endelea. 13 aiseme, usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho jirani yako. Inaendelea ikisema fungu la 17 maandiko inasema, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako. Inamaanisha ikisema ya kwamba, na hizo ndizo nini? Hizo ndizo amri 10 za Mungu. Kwa hivyo tumeweza kuona ya kwamba hizi amri za Mungu ni amri ambazo ziliweza kutengwa na Mungu, na kwa hivyo ni vyema tuweze kuzifuata hizi amri zake, kwa kuwa anasema kutoka kitabu cha Yohana ni 14:15. Yohana 14:15. Biblia inasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zake. Mungu anasema ya kwamba tukimpenda tuweza kushika amri zake ambazo ameweza kutupa.